Kawan, 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 kawan. Shehe. Shehe. Alaikum. Walaikum salam. Vipi hali? Hali iko sawa kabisa. Karibu. Shukrani. Bwana, una uzoefu na michezo hii? Kama kawa mzee. Yeah, sawa. Bwana nitakutandika hapa. Wezi mzee. Sasa unajua mimi mkufunzi kabisa. Okay. Mimi ni mbobezi, mwandamizi kabisa. Mchezo kawa vipi? Kawa ipo? Kawa ipo. Haina shida. Okay. Bwana kawa hii chungu kidogo. Utanuia lazi. Vipi mzee? Karibu sana. Shukrani, shukrani. Shukrani sana mzee. Karibu sana bwana. Shukrani. Bwana, kama unavyojua tunaishi katika dunia ambayo utandawazi umegubika sana. Okay. Na baadhi ya vijana wanaonekana wazi kabisa akili zao zinaamini kwamba macho matatu ni sehemu sahihi sana ya uwekezaji pale unapopata tu kitita cha fedha. Na wengine pia wana mawazo mbadala. Wanaweka wazi kabisa kwamba karibu. Okay. Karibu sana. Onja usio kanyekea sumu. Onja. Tuko sawa. Kweli chungu hii. Na bwana, vijana wanaamini kwamba macho matatu ni ishara ya kuwa kwenye daraja la juu. Vijana wanaamini kwamba ukiwa na macho matatu unakuwa sehemu ya vijana ambao wapo katika thamani ya kuaminika. Wapo vijana wanaoamini kwamba hata kama hana hadhi ya kustahili kumiliki macho matatu kabla ya kukamilisha mahitaji ya msingi ya binadamu, anaamini kwamba macho matatu yanaweza kumweka kwenye sehemu ya daraja la watu wa juu. Okay. Sasa kuna watu wengine wanatumia chanya haya macho matatu. Baadhi yao wanatumia nafasi hii kukuza biashara zao, kutengeneza maudhui chanya. Lakini pia wengi wamekuwa wana mbadala wa kutumia hiyo kama sehemu pia ya kuaminisha wateja wao. Unapokuwa unaangalia kwa mfano karibu kawa. Unajua mada ya leo ni mtambuka sana. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo kitu cha msingi na cha kipekee nilipenda tu leo tujadili, na kama unavyojua katika makuzi ya biashara ya mjasiriamali kuna level 4 za ujasiriamali. Sasa ni muda gani sahihi huyu mjasiriamali anaweza akaweka kipaumbele kwenye kuyamiliki macho matatu? Unaweza ukaangalia kuna eneo la kwanza au stage ya kwanza ambayo ni growing stage, ambapo mjasiriamali anakuwa yuko chini sana. Baadaye mjasiriamali huyu anapanua biashara yake kwenye stage 2 ambayo ni stage ya expansion. Hasa hapa anaanza kwa biashara kadogo, kanaanza kuwa kakubwa kiasi, kanaanza kupanuka, wateja wawili watatu wanaanza kupeana namba za huduma. Baadaye sasa tunafika kwenye stage ya 3 kwenye business cycle kitaaluma. Eneo hili sasa wateja wanakuwa tayari wameshafahamu ofisi au kampuni na score deals, wanapata faida kubwa, wanazalisha fedha kwa ukubwa, faida inakuwa kwa namba kubwa. Sasa kwenye eneo hili sasa baadhi ya vijana hutumia fedha hizo kwa ajili ya kutumia kama kwenye expenses za matumizi ya kawaida. Okay. Na ukisema matumizi ya kawaida nadhani naeleweka kwamba kuna matumizi kama kununua kitanda kizuri, kununua godoro zuri, kuhamia kwenye nyumba kama ulikuwa unakaa kwenye nyumba ya 50,000 Mwananyamala, unaweza kuhamia kidogo Mikocheni sio mbaya ukalipa 600,000, 700,000. Okay. Sasa wengine pia wanakimbia kwenye macho matatu. Okay. Na kama unavyojua macho matatu ni kitita cha milioni 5 mezani. Ndio. Eneo hili pia sasa la peak of business, usipokuwa na mahesabu mazuri sasa unaanza kuanguka. Unaingia kwenye depression ya biashara. Okay. Kwa sababu fedha zinapoendelea kuwa nyingi kwenye mfumo wa kibiashara, usipokuwa na maamuzi mazuri ya kifedha, biashara ina tabia ya kushuka, kwa sababu biashara inakuwa na panda na kushuka, inapanda na kushuka. Okay. Sasa kwenye business cycle nilipenda pia hata mtu anayetutazama halijue hilo kwamba biashara ina stage 4. Ya kwanza ni growing stage, ya pili ni expansion, kuna peak na depression. Kwa hiyo
Sijajua wewe una mtazamo gani Sheikh? Mimi nafikiri kwamba katika vitu ambavyo ulivyoviongea ni vitu ambavyo kwa binadamu wa sasa hivi hana akili. Kwa sababu uwezo ukaspendi milioni 5 ukaenda ukakimbilia kununua simu. Wakati kesho kutwa hiyo simu unaenda kununua leo, fluctuation demand yake lazima ishuke, kwa sababu leo hii ndio kitu kinachotamba duniani. Lakini baada ya miaka 2 mbele hakuna kitu hapo mzee. Yaani ni utalia, afu mwisho wa siku sasa unaumia, unajikuta unaanza kutoka na vidonda vya tumbo, pressure, vitu vya ajabu. Unajua? Sawa, sasa nije to the point yako. Ni kwamba unajua ukishakuwa mjasiriamali lazima ukubali baadhi ya vitu viache katika maisha. Sawa? Yaani hakikisha kama una kweli unapambana na kuwa mjasiriamali haswa. Cha kwanza unabidi kwanza ukubaliane kwamba matatizo yatakayotokea ni kwamba yako solved katika maisha. Unaamini kwamba macho matatu yanaweza kutengeneza imani kwa mteja wako? Hapana. Upi msingi wa jibu lako? Imani haitokewi na macho matatu. Hata siku moja zunguka dunia nzima. Unaweza ukaa na macho matatu na usimpe kipaumbele mteja wako akakusikiliza. Tunaangalia knowledge. What do you have? Una kitu gani kwenye brain yako? Nini ambacho unaturepresent sisi wateja tuje tuwiwe kama unavyotuuzia hapa kahawa. Kahawa yako ina ndimu, ina nini, ina chungu mzima. Yaani kwamba umetushawishi ndio maana tumekuja na bado tunaendelea kuja kununua na kunywa na kadhalika, kwa sababu kuna kitu tumevutiwa. Ila sijasemea kuhusu macho matatu kwamba una mzigo wako kahawa afu na macho matatu hapo hapo. Kumradhi Sheikh. Nikikurejesha kidogo kwenye eneo la strategic business plan. Unapoangalia kwenye hilo eneo inatakiwa utambue Mashallah. Karibu sana Sheikh. Wazee wa minakash. Wa alaikum salam. Mashallah. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah. Okay. Wazee wa minakash. Bwana karibu sana. Nakubaliana na nyinyi. Kuna kahawa chungu kidogo leo. Mashallah. Siku zote. Karibu Sheikh, karibu. Bwana Sheikh karibu sana. Sasa bwana ndugu yangu. Naam. Wewe mzee? Naam. Wewe niwekee kahawa bwana, lakini leo mimi sielewi ile. Wewe niwekee nikinywa vikombe 10 20 tutajuana mbele ya safari, nitakupa hiyo hela bwana. Sawa shehe wangu. Japokuwa imepanda bei kidogo leo 500. Mimi naomba nimlipie. Mimi naomba nikulipie shehe. Nini kwani? Ni sunna kukopa bwana. Atakupa kijana huyo. Haya. Bwana karibu sana shehe. Nilikuwa nikijadiliana hapa majadiliano ya hoja na nimekuwa nikijaribu kujadili na kijana hapa kuhusu maumivu yatokanayo na macho matatu. Yaweza mbona ikawa nyepesi sana? Tangawizi hamna? Keshaanza ustazi. Iko standard kabisa, imekizi. Mimi nimezoea tangawizi na nikawa chungu. Unataka walipie na tumbo mzee, wengine nyepesi sana hiyo. Nyepesi sana. Basi tutafanyia kazi maoni yako. Tukirejea kwenye mada, nadhani umetusikia tunazozana hapa, lakini ningependa tu nikupe tu kwa ufupi brief ya nini kichwa kinaendelea hapa. Bwana Sheikh hapa alikuwa anatuelezea kuhusu madhira ambayo au maumivu wanayopata vijana, hasa ni kundi la vijana ambao wanapopata fedha awali wanaamua kuwekeza kwenye macho matatu. Macho matatu ni simu ambayo ina gharama ya takriban kitita cha milioni 5. Hiyo ni fedha za Kitanzania. Sasa amejenga hoja kwamba anaamini kwamba fedha hizo hazipaswi kutumika kwa ajili ya kununua macho matatu. Anatakiwa prioritize au aweke vipaumbele vya fedha hiyo kwenye mahitaji ya msingi ya kijana husika. Nikajaribu kumtengenezea uelewa kwamba katika biashara, hata kampuni zenye mafanikio makubwa ya kibiashara ukiziangalia kwenye planning zake, kuna branding level, kuna strategic planning level ambao wanakuwa wamejiwekea. Kuna product branding, kuna service branding, kuna strategic branding yenyewe. Sasa mtu anapokuwa anauza labda bidhaa yake tuseme gurioni au kwenye soko huria, labda viatu au t-shirt, wewe mtu unaye scroll Instagram kwenye mtandao wa kijamii, ni wazi kwamba utavutiwa sana na ile picha. Utapata mvuto wa picha ile yenye maudhui au yenye picha
mzuri zaidi yenye ubora kuliko unaweza kuwa na scroll baadaye ukiona kuna chakula kizuri hivi. Huwezi kuandaa chakula kizuri kikawa kina picha yenye ubora wa chini. Macho matatu takriban ukienda ukifanya utafiti utagundua kwamba ina megapixel 48. Ina maana ni tofauti na simu za kawaida. Huwezi kutumia megapixel 20 ukamvutia mteja kwa dunia ya leo. Hilo ni la kwanza, lakini yeye kwa mtazamo wake napenda pia kukupa rejea yake. Yeye anamaanisha kwamba fedha hizo zinatakiwa ziwekeze kwenye mtaji, zirudishwe kwenye mtaji mpaka mtaji utakapo outburst. Lakini pia nikamwelezea kuhusu biashara, duara la kibiashara au business cycle kitaaluma, ambapo nikamweleza kwamba kuna growth stage, kuna expansion stage ambapo mteja anakuwa sasa ameanza kufahamu biashara, hatua ya kubwa sasa hili hatua ya peak ambapo sasa wateja, biashara ina cross deals, kampuni inapata tenda, mfumuko wa wateja ni mkubwa. Baadaye sasa mtu huyu anapokuwa hana maamuzi mazuri ya kifedha au anapokuwa na maamuzi ambayo si sahihi ya kiuwekezaji, biashara hiyo inatend kuanguka kwenye ile cycle ya mwisho ya depression. Kwa hiyo ina maana biashara hii ina chance ya kufa kama matumizi kipindi inatengeneza faida kubwa na matumizi yanakuwa yako makubwa. Sasa mimi naona kama unazunguka sana. Ndio. Kwa mantiki hiyo kinachozungumziwa hapa ni kijana kununua macho matatu, si ndio? Sahihi. Kwamba kijana kununua macho matatu ni sahihi au sio sahihi, si ndio hivyo? Ndio. Aha. Sasa bwana, mimi nafikiri kama dakenu kazuri. Najua nyinyi ni wazee wa minakasha, na wajua ongeza kahawa. Sasa kitu ambacho mimi nataka niwaambieni, siku zote kabla ya kujaji kitu au kumjaji mtu, lazima ujue malengo ya huyo mtu unayetaka kumjaji. Kwamba kwa nini kijana huyu anataka kununua simu ya macho matatu? Kwa nini anataka kununua simu ya macho matatu? Sawa sawa. Kuna watu wananunua simu kwa gharama ya juu kwa sababu ya maonyesho, kuonesha watu kwamba na mimi namiliki macho matatu ya milioni 5 na nini, unajua akipanda labda kama ndo amefika sehemu hivi, kuna watu basi anaionesha hivi, mnaiona macho matatu mikogo. Lakini kuna mtu ananunua macho matatu kwa sababu za kibiashara. Mfano, ni mjasiriamali, anauza biashara zake za kati za chini. Huyu mfanyabiashara anataka kuitangaza biashara yake kama ulivyosema. Umeongea vizuri sana, nimependa. Kwamba kuliko akakodishe production, makamera, mataa, manini, anaweza akatumia simu yake kwa sababu simu yake ina picha nzuri, akirekodi biashara zake pale video na nini, akawatumia watu, jamani biashara yangu hiyo, watu wanaona. Akipiga picha nzuri, watu wanapenda, watu wananunua biashara. Huyu yuko sahihi, huyu amepatia. Lakini hata kama huyu mtu yeye si kwa ajili ya kuonesha biashara zake, wakati mwingine vile ulivyo ndivyo watu wanavyokuchukulia hivyo hivyo. Mtu anataka kufanya kazi na wewe, akupe dili ya milioni 50, akupe dili ya milioni 100, lakini wewe uwakilishaji wako wa kinadharia, wa kimuonekano, wa vitu unavyomiliki, hata 720,000 haifiki. Unampa changamoto huyu mtu, anajiuliza huyu mtu yeye mwenyewe tu hapa kuanzia juu mpaka chini 720,000 hana utimamu. Nataka nimpe milioni 50. Usi anaenda kwao kijijini, huyu ndo mjini ndo basi tena. Kwa wakati mwingine lazima uioneshe jamii, wadau, kwamba we mwenyewe pia sio mnyonge. Sio mnyonge. Unyonge sura ya 5. Unamiliki simu ya milioni 5. Kwa mtu anapokuita mfanya biashara, mfanya kazi, anajua kabisa hapa naongea na mtu wa maana, sio mtu mpuzi. Kwa hiyo bwana, kama kuna mtu anataka kununua macho matatu hapa, tuambiane bwana. Mimi napata na picha na mimi. Mimi naamini katika mimi moja kwa moja naunga mkono maelezo. Moja kwa moja naona kabisa maelezo uliyoyatoa. Kama kweli kuna kijana anatusikiliza na anauelewa wa nini hasa ni direction au njia au mwenendo sahihi wa kutimiza ndoto zake, lazima atakubaliana na mawazo hayo kwamba matumizi sahihi ya macho matatu, either katika ku cross deal
mteja anapokuona kwamba huyu ni vendor anataka nimpe kazi ya milioni 8, nikimwangalia thamani yake juu chini ni 6,300. Tiani huo. Huyu hapa ataishia kijijini kwao. Tatizo. Unajua unaweza nataka tu mfano labda tutolee mfano. Unapokuwa labda unataka kupewa labda tenda tuseme ya barabara kwa watu wenzetu wenye aina ya biashara zile za kitaaluma. Unataka ujumuze na engineer kweli, engineer ana Motorola. Kweli? Huko kwenye barabara umeenda mbali sana. Yaani umeenda mbali mno. Ndio. Level ya mawinguni. Ndugu yangu huyu nikimtathmini hapo alipo, kofia yake 3,700. Hiyo singlendi hiyo kama sio 1,500, imezidi sana 2,000. Hii misuli inauzwa 1,100, ukienda kwenye misikiti siku za Ijumaa 1,100. Kwa hapo alipo hata 7,000 ana. 6,000 haijafika. Sasa mimi nataka niwaambieni kitu. Tusijisahaulishe jamani. Ndio. Tuko katika ulimwengu wa kidijitali. Tuko katika ulimwengu wa kiushindani. Kwa mfano, leo hii kuna watu wanatengeneza maudhui kwa kutumia akili bandia, AI. Akili mnembo. Ina quality kweli kweli. Yaani ina quality, ukiangalia ile video, wow, video nzuri, watu wanaonekana vizuri. Umeelewa vizuri? Sasa wewe unakuja na simu yako 3,800, picha mawingu kungu, chenga, unafikiri ni nani atakayetazama? Yaani mtu aache kuangalia video yenye quality kama hiyo iliyotengenezwa kwa akili bandia, alafu eti aje angalie picha yako mbovu mbaya. Haiwezekani. Na pia ngoja kwanza, lazima tukumbuke kwamba huenda mtu akanunua simu kwa sababu ya kutengeneza maudhui. Jamani nisikilizeni niwaambieni. Bana, vijana wanapiga hela. Nyinyi jamani. YouTube wanapiga hela. Facebook wanapiga hela. Ukienda TikTok jamani watu wanapiga hela. Vijana wadogo. Milioni 20, 30, milioni 50. Huku na huku kapungukiwa milioni 10. Ndogo hiyo. Mimi ninachotaka kusema, kama kuna mtu ana milioni 5 hapa, tamsindikiza dukani. Twende dukani, chukua macho matatu, tukae hapa tuanze kupiga content. Tunapiga content, tunaingiza hela. Mimi naomba nikucrash hapo mzee wangu. Ndio, karibu. Nashukuru kwamba mimi nafikiri mzee wangu katika hilo hamasa ambalo unaolitoa, naomba usiweke katika design hiyo, kwa sababu kununua macho matatu, kuanza kufanya sio kupata pesa YouTube, ukiwekeza sehemu hiyo pesa inakuja maradufu ya hapo. Okay. You see? Naweza nikakupa tu an example, sawa? 2 examples ambazo una uwezo wa kupata macho matatu mara 100 au zaidi ya macho matatu ambayo yanayokuja mbeleni. Inaweza kuwa 4, 5, ni macho yote ni yako. Ipo mimi yangu bado ipo. Sawa? Sasa nafikiri example yangu ya kwanza au mfano wangu wa kwanza kwamba una uwezo wa kupata pesa na usiwekeze, yani uwekeze katika biashara na sio kununua macho matatu, ni kwamba una uwezo wa kununua pikipiki, una uwezo wa kununua bajaji na ukaziweka kama day worker na zile zikakurudisha. Nakupa mfano, pikipiki kwa Bolt kwa wiki anakuletea 3,900. Tuseme 3,900 tumwachie awe anakula chakula siku nzima. Laki ngapi? 3,900 per week. Kama wiki tu na 300. Mwezi na maanisha 300 mara 4 ni sawa na almost 1.2 sawa, 1,200,000. Hiyo ni mwezi. Nikiweka miezi yangu 5 na 6,000,000 ambao tayari nishanunua macho yangu matatu na bado na pesa na bado naingiza hela. Sawa, nimekusikiliza. Kingine mfano wangu wa pili ni kwamba ukiachana na bodaboda, labda huna uwezo wa kununua vyombo vya mashine vya kusafirisha watu au nini na kadhalika, unaweza kutengeneza zako Juice Point Bar ambapo ukatumia almost 1,500,000 tu, ukafanya kila kitu, kanunua ukauza, ukanunua nyanya, matunda yote unayojua wewe ya juu ya Juice Point. Pia unaweza ukahifadhi, labda kuna some those alcohols ambazo zinatumika kama mocktails au cocktails. Umenipata? Una uwezo kwa kichupa kama hicho, una uwezo wa kuuza 30,000
ikitokea una wateja wako 10, una shilingi ngapi hapo shehe? 300. Haya, hiyo ni kwa siku tu. Je, kwa mwezi nakuwa na shilingi ngapi? Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba usiwape watu akili ya kwamba una milioni 5 unapeleka pesa, kwa sababu mtu anayetumia milioni anaenda kununua macho matatu, kumbuka lazima ataingia gharama, na licha ya gharama kile kitu kitakuja kushuka value. Upi ni mbadala wa macho matatu? Naomba pia upi mbadala wa macho matatu? Usiende huko. Subiri kwanza, subiri. Unajua, unapozungumza shekhe wangu, unatakiwa kuzungumza kitu ambacho una mtazamo nacho chanya kwa uhakika. Ngoja nikwambie kitu. Sawa. Kuna maneno mawili. Okay. Nitakueleza mchanganuo wake. Neno la kwanza ni work hard. Okay. Neno la pili ni work smart. Sasa wewe njia unazozizungumzia shekhe wangu, unazungumzia njia ya work hard. Sawa. Lakini kumbe tuko kwenye ulimwengu wa work smart. Yaani unaweza ukafanya kazi ndogo, umeelewa vizuri? Okay. Kazi ndogo ikakuingizia kipato kikubwa. Kwa mfano, mimi naomba niwazungumzie hawa wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni. Wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni, akisha rekodi maudhui yake, akajiridhisha picha yake iko vizuri, sauti yake iko vizuri, wakaedit vizuri, akaweka kwenye mtandao wake wao wa kijamii, kama ni YouTube, kama ni TikTok, kama ni Instagram na kwingineko, anakuwa kamaliza. Lakini wewe ambaye utakuwa una pikipiki zinaharibika. Ngoja, pikipiki zinaharibika. Naomba ili tulielewe kidogo. Wakati pikipiki zinaharibika, kuna kukamatwa na traffic. Chukulia umechukua zote. Sio zote. Umechukua milioni 5. Umechukua milioni 5, umeenda kununua viazi Mbeya. Okay. Umeenda kununua viazi Mbeya, unavileta mjini. Ukuna huku gari limeharibika. Kulibadilisha lile gari, kurekebisha kile kifaa kilichoharibika, itabidi kile kifaa ile spare itoke Dar es Salaam iende huko gari lilipoharibikia. Kwa kama ulikuwa umetarget Jumamosi viazi vifike sokoni ni viuze, itabidi sasa ufike sokoni Jumapili au Jumatatu. Na je, hivyo viazi vitakuwa bado vimesurvive? Kuna uwezekano ukapata hasara. Sisemi gari kupinduka, na tunaonaga magari yanapinduka, lakini ukishaweka maudhui yako mtandaoni, kibosi wakitazama watazamaji. Swali moja. Naomba nimcrash na mimi kidogo hapo. Okay. Kwa mnanichangia? Hapana, mnanichangia. Tunajaribu kutengeneza uelewa sahihi. Kwa sababu mmenunulia kahawa, basi nitalipa mwenyewe. Haya, sasa unajua kitu mtazamo huo ni sahihi, lakini nilipenda sana mtu anayetusikiliza pia aelewe kwamba ni muda gani sahihi huyo mjasiriamali ambaye anakimbiza ndoto zake anapaswa kununua macho matatu. Nimejadili ile business cycle yote, na huu mjadala ningependa ulilai hapo kwa sababu ndio msingi mama wa mjadala huu. Je, ninapokuwa na milioni 5 ya kwanza, ni sahihi kuwekeza ile milioni 5 yote kwenye macho matatu ili niweze kupata maudhui ya mtaji ambao sina, au nisubiri kwanza nifikie kwenye fezi ya pili ya biashara au ya tatu ambayo itanipa mimi nafasi hata vya kuposti vikawepo? Siwezi kuwa na t-shirt 3 kwenye counter, au siwezi kuwa na bia Serengeti Light na Kesto alafu nitake kuposti. Ni lazima uwe na vya kuposti. Hata hicho kipaji chenyewe kinahitaji location, na location ni lazima gharama ya fedha ihusiki. Huwezi kuwa na milioni 5 ya kwanza, hapo kwa hapo nitatatiza kidogo. Kwa hiyo wewe unasemaje? Ndio umepata milioni 5. Pap, ndio hiyo milioni 5 ya kwanza. Kwa hiyo kwa hapo hii swala lake liko sawa, lakini ni kwenye fezi ambayo sio ya kwanza. Kwenye fezi ya pili mpaka ya 3. Huwezi ukakimbilia mzee wangu, ukakimbilia direct macho matatu. Kwa kweli hata mimi nakupinga mzee wangu, dunia nzima zunguka. Labda utimamu, labda shingo imevimba kwa juu. Ngoja niwaambieni kitu. Mimi nataka mnielewe kitu kimoja. Mimi nina mifano ya watu ambao nisikilize. Sawa, lakini shehe wewe umekosea. Unashauri watu. Nisikilize. Mimi nakwambia kweli. Hiki kicheko kwa sababu ikahawa umelipa wewe. Umeelewa vizuri? Mimi nitalipa. Mwenyewe nitalipa. Sawa, karibu sana. Lakini ngoja nikwambieni kitu. Kuna wafanyabiashara tunasema ni wafanyabiashara wadogo. Okay. Kwa kipindi chao walichoanza biashara,
ukilinganisha na wafanyabiashara wenzao wa biashara hiyo hiyo waliowatangulia katika maeneo mbalimbali, kwenye biashara za nguo, maduka ya nguo, kwenye utengenezaji wa maudhui kama tunavyosema, na biashara nyinginezo za vyakula. Hawa waliochelewa kuanza wakawakuta wale majiant katika biashara, wamewapita. Kuna mabinti wadogo wafanya biashara tunawafahamu, kuna vijana wadogo wadogo. Hivi mnajua kwa nini hawa vijana wanafanya biashara vizuri? Mnajua kwa nini wanafanya biashara vizuri? Ni kwa sababu walipoanza tu biashara zao hawakutaka kupoteza muda. Walichokifanya wao, na nitakuibieni siri moja. Walichokifanya wao, walianza kuonesha biashara zao kwa hadhira ikaona, ikapenda, ikawa inawaambia tunahitaji kupata nguo kwa sababu wewe tunaona una nguo nzuri. Kwa yule mtu alichokuwa anakifanya, anachukua oda, anaagiza, yani anaagiza nguo tayari, ana uhakika wa nini? Wa biashara. Na kuna mwingine anaenda, wana soko gani hili liko hapa Ilala? Linaitwaje hili soko? Karume. Anaenda pale Karume, ananunua nguo ya mtumba, anaifua vizuri, ananunua 2000 3000, anaipiga pasi vizuri, anairekodi video na anaipiga picha, anaiweka mtandaoni. Kanunua 2500, anauza 27,000, 30,000. Unajua ni kwa sababu gani? Na kwa kutokea hapo anafungua duka. Si tuna mifano hai ya wafanyabiashara walianza katika kibanda kadogodogo, lakini leo wana mamoli. Lakini unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu wametumia macho matatu vizuri. Mimi nakupinga Sheikh Ustaz. Nipe mifano wa hao watu ambao leo na wewe. Nipe mifano. Naomba nipe mifano vizuri. Nikiwataja hapa mada swala ni kweli mtu na kibanda kidogo una macho matatu. Unaweza kutajia mmoja? Mimi naomba kutajia mmoja. Unaweza kawa hauna. Mna mawazo gani kwa hawa vijana ambao unawakuta, sema labda ni dada zetu hawa. Okay. Sana dada zetu, labda mtatusamee dada zetu, kwa kweli tunawapenda, lakini ndio mama zetu tena. Tafanyeje? Kwa heshima na taazima naomba tuwajadili. Kuna hawa dada zetu ambao wanaamini kwamba unajua siku hizi kuna ujasiriamali mwingine ambao iko hata kinyume na sheria. Kama unajua kuna mambo yetu hawa dada wanakuwa na mambo mengi wanaamini kwamba mwanaume ili aweze kuvutiwa na yeye Okay. aweze kumpa pesa nyingi, kumhonga, kumpata, akimuona na macho matatu kunaweza kuwa ni mseleleko wa kuibuka na kijita. Hilo la kwanza. Umezungumzia biashara mtambuka. Mtambuka. Biashara za kisekta hizo. Sasa hiyo biashara mtambuka. Sasa dada zetu hao wanakuta unamsalimia anafanya hivi, yale macho matatu yaone kwamba branded. Unaelewa? Lakini ni mtazamo huo wa biashara yao, kutokana na, kwa sababu hiyo biashara hata kwenye business cycle haingii, kwa sababu haina muda itakuja kufikia expansion ile peak. Hilo la kwanza. La pili, kuna hawa dada zetu wanaoamini kwamba mwanaume sahihi ni yule mwenye macho matatu. Yaani ili mimi nikuamini kama unaweza kumiti status ya kudate na mimi, ni mpaka uwe na hayo macho matatu. Ndio maana mdada unaongea naye hivi, akimaliza kumalizana na viatu, anarudi kwenye simu. Anaangalia brand. Anaangalia matangazo. Anaangalia brand. Sasa hapo ndio inakuja sasa. Hivi haya macho matatu yana uhusiano gani kati ya vijana wa kike? Kwa sababu nadhani hata wateja wakubwa sana wa haya macho matatu nadhani ni dada zetu. Kwa sababu ukienda kwenye sehemu za Masaki, watu mimi nitakujibu. Unakuta sehemu yote wana macho matatu. Mimi nitakujibu. Karibu. Kila mtu anahitaji kupata hadhi. Kwa kupata kwake hadhi, jambo lake litakwenda. Sasa kwa sababu hawa dada zetu kama tulivyosema, wakati mwingine wanakuwa katika biashara mtambuka, pia wanahitaji kupata hadhi. Kwa wewe mwanaume unapomuona na ile macho matatu, unajua kabisa huyu nilikuwa na 7500 nimeifunga na laba bendi, huyu mimi simuwezi. Unaelewa vizuri? Kazi na umri 500 imefanyaje? Kazi na umri baba. Kwa wanajitengenezea mazingira. Nikwambieni, sikizeni, niwaambieni kitu. Bwana, hao wadada wa macho matatu bwana, kweli wanapata watu bwana. Mchezaji unaita. Wanapiga hela. Yaani zile strategy za kiuchumi kwamba mteja unapo brand biashara yako, anashawishika, mvuto wa kibiashara unakuja. Unajua Coca-Cola, kampuni kubwa hizi, litangazo fulani hivi, kibanda kimetengenezwa kwa mfumo wa Coca. Unasema unaomba Coca, unapata tu hamu ya Coca.
okay. Umeona duka lina shape ya koka Au Umeona kama wewe hapa kwenye nani gahawani hapa. Sasa hapa gahawani hapa, umenielewa vizuri? Ukiangalia mazingira inabidi hapa ututafutie kwanza screen TV tunaangalia. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Tunaweka TV hapa, unaweka kisimbuzi, tunakuwa tunaangalia mpira. Kwa hiyo umekubaliana kwamba dada zetu wanaowekeza ni sahihi, wanaokota vititi. Nakuja huko. Sasa baada ya kutuwekea TV, ukaweka kisimbuzi, angalia kwa mfano hapa, wateja wako wakubwa ni mimi na ndugu yangu hapa. Ndio. Umenielewa vizuri? Lakini sasa ukawa unarekodi kijiwe chako hiki TV, umeona bwana kuna draft na hatujacheza, naona hatujacheza lakini tutacheza. Umenielewa? Una posti sasa. Kwa mada ya leo, simuoni mchezaji hapa. Una posti kwamba kijiwe gahawani. Umenielewa vizuri? Gahawani. Watu wote wanaangalia, bwana hii gahawani mbona imekaa kinyamwezi? Ndio mnaita kinyamwezi mbona imekaa kisasa? Hata mawaziri wanaweza kwani unafikiri mawaziri hawataki kujichanganya? Mawaziri, viongozi hawataki kukaa kwenye vijiwe vya kahawa, lakini pia hicho kijiwe cha kahawa kikoje? Atajuaje kama kuna sempa inaitwa gahawani? Itangaze ndugu yangu. Nunua macho matatu. Sasa bwana, naomba tujikite hasa hii dhana ya kwamba macho matatu yanasababisha matumizi mabaya ya fedha. Ninaomba tu tuiconclude au tuifunge kwa kusema kwamba macho matatu yakitumika kwa usahihi, kwa kufata misingi ya kichumi na uwekezaji ukafanyika kwa adili, macho matatu yanaweza kuwa ni mkombozi kwa wajasiriamali wenye mlengo wa kutimiza ndoto zao. Lakini lasha, macho matatu yakitumika vibaya inaweza kuwa ni msingi wa umalaya, kujiuza, kupoteza muda kushinda mitandaoni kulike na kukomenti kwenye picha za wajasiriamali wakubwa, kutafuta wadada mtandaoni, kuzurura barabarani ili kutuonesha macho matatu, na kuishi maisha feki ambayo yatakuletea uzee, kwa sababu hata wahuni wanazeeka. Tusijisahau hilo ndugu zangu, vijana wenzangu waliotusikiliza, naamini kuna jambo la msingi hasa na lenye tija ambalo wameweza kupata. Kwa hiyo tutumie njia ya haya macho matatu kwa njia ambazo ni fanisi na sahihi ili kuleta tija kwa taifa letu na bara la Afrika kwa ujumla. Asanteni sana bwana. Basi sawa, mimi nadhani kumlazi naona sasa unarudi nyumbani. Mimi bwana nilitaka nimtandike ukijana. Lakini naona hapa mada imekuwa ndefu, kwa hiyo sasa muda pia umekuwa mchache. Wewe utamaliza. Nimemwambia nitamlipia. Utamaliza bwana. Sawa. Sema nashukuru sana bwana. Mimi nikipata milioni 5 nanunua macho matatu. Ustazi, mimi sikushauri. Huyu mbishi huyu. Ila sikushauri bwana. Gawani. Haya tena mimi hivyo tena. Allah awafanyeni wepesi. Asante, karibu sana. Amin inshallah. Itikia amin. Amin. Sasa shehe. Haya bwana, mimi ngoja nikulipe bwana. Na ile? Tudaiane. Poa. Pamoja. Inshallah. Next time. Sawa. Gahawani kila Jumatano na Jumamosi kwenye channel ya The Eagle Empire TV. Subscribe, like, share and comment. Karibu tuzungumze kijiweni mdao. Jo tuzungumze kijiweni wewe.